Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Nikukaribishe katika sehemu yetu ya pili ya kujifunza namna ya kuandika curriculum vitae. Kwenye video iliyopita tayari tumeshaandika curriculum vitae yetu hadi katika hatua hii ambayo unaiona hapa. Kama ulikosa video iliyopita, basi ni kushauri tu rudi kwenye video iliyopita ili uanze mafunzo haya kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa pamoja. Leo tutazungumzia kuhusu career objective, na kama ilivyo ada yetu, huwa kwanza tunaingiza zile border, kwa tunaweka kwenye all border ili tuanze na safari yetu. Sasa basi, kwenye sehemu hii ya career objective, hii ni sehemu fupi tu inayomweleza mwajiri kwa ufupi kwamba unatafuta nafasi gani, una uwezo gani, na unataka kuchangia nini kwenye kampuni ama kwenye taasisi husika. Kwa hiyo maelezo haya yanaweza yakatofautiana kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa ajira au kazi unayoiomba. Kwa mfano, kama wewe unaomba kazi inayohusiana na education, basi utahusisha namna gani unaweza kufundisha, namna gani unaweza kuwa hello wanafunzi. Lakini pengine kama wewe unahusisha kuseme labda ni data, wewe utakuwa unaongelea namna gani unaweza kuwa handle patient pamoja na kuhakikisha taasisi inakuwa kwa ukubwa wake. Lakini pia kama wewe ni mzungumzaji, labda career objective yako labda inahusu masuala ya ICT, kwa hiyo wewe utaelezea masuala ya ICT tu. Hivyo usikopi career objective ya mtu mwingine ukaeka kwako. Ni lazima uzingatie, je, career objective hii inahusu kitu gani? Ni vyema sana kwenye kila kazi unayoomba kutumia career objective tofauti tofauti. Bimaana mtu mmoja unaweza ukaomba kazi labda kwenye masuala ya education au pengine kwenye masuala ya ICT. Ninachotaka kuzungumza ni kwamba ile career objective yako ilingane na kazi unayoiomba. Kwa mfano, tujalie sisi hapa tunahusisha masuala ya ICT, labda kazi yetu tunataka kuiomba ihusiane na masuala ya ICT. Kwa hiyo tunaandika career objective yetu kwa mfumo huu ambao unauona hapa, ambao unaelezea ni kwamba ni mtu ambaye nafanya kazi kwa bidii, lakini pia nahitaji nafasi kwa ajili ya kuhakikisha na apply huu ujuzi wangu wa technical, ujuzi wangu wa mawasiliano, namna ya kuwasiliana na watu, lakini pia ujuzi wangu wa kuweza kutatua matatizo ndani ya kampuni au ya taasisi fulani. Moja ya kitu muhimu ambacho kimo humu, tunamalizia kwa kusema lengo kubwa ni kuweza kufikia mafanikio ya taasisi hiyo au kuiwezesha ile taasisi kufika katika lengo lao. Nadhani mpaka hapo nitakuwa nimeshamaliza maelezo yangu. Haihitaji maelezo mengi. Tuende kwenye education background. Hapa sasa tunaandika historia yetu ya elimu, lakini kuna kanuni moja muhimu sana ya kufuata. Inakuwa kwaje? Unaanza na kiwango cha juu zaidi cha elimu, kisha unashuka chini. Yaani, kama kiwango chako cha juu cha elimu ni master, basi kitakuwa utaanza na master. Anyway, tuanze, tunaandika kwanza education background. Then tunakuja moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya kuingiza border, tunaweka all border na tunaanza kuiandika education background yetu. Education background yetu itakuwa katika mfumo huu ambao tunauonesha hapa. Tunaanza na mwaka, yani ile idadi ya miaka, yani kutoka mwaka fulani hadi mwaka fulani.
umesomea kitu gani, yani level yako ya elimu ni ipi. Tunaandika katika mfumo huu. Kwa mfano 2022 hadi 2025, hapa sasa ndo tunaandika ile level. Kama level yako ni degree, basi utaandika degree. Kama ni master, utaandika master. Kama ni PhD, utaandika ile PhD level yako ya elimu. Kama ni certificate, utaandika certificate. Kama ni diploma, utaandika diploma. Kama umefikia advance, utaandika advance. Lakini pia kama ni ordinary level, nayo pia utaandika. Kiufupi pale ulipoishia ndo unaandika. Sasa kwa mfano sisi hapa tumefika mfano labda Bachelor of Science with Education, Information and Communication Technology. Hii ndiyo level yetu ya juu, au sio? Kwa manake level ya juu ni level ya bachelor degree. Sawa? Kwa hiyo tunaweka sawa kwenye uandishi. Kwa kwanza unaandika ile level. Ukishamaliza kwenye level yako, kinachofuata kukiandika kinakuwa ni nini? Kinachofuata unaandika, je, level hii umesomea au umeipata katika taasisi gani au chuo gani? Kwa hiyo utaandika. Kwa mfano hapa tunaandika Abdulrahman Al Subaid University. Hii ndio taasisi ambayo hii Bachelor of Science with Education, Information and Communication Technology imechukuliwa huko. Kwa wale ambao wanahitaji kujifunza masuala haya kwa uzuri na kwa upana, niwaalike pale Sumait University. Anyway, tunaendelea kuweka mambo yetu vizuri hapa kidogo hapako sawa, tunasogeza katika ile kuweka uandishi uonekane vizuri. Kwa hiyo level ya uandishi wetu tutakuwa tunaandika katika mfumo huu, yani unaandika miaka. Umeona? Kwa utakuja kwenye level ya chini sasa. Level ya chini ni nini? Ni advance, au sio? Kwa hiyo hapa tunaanza vile vile, tunaanza kwenye miaka. Yani mwaka gani hadi mwaka gani umeisomea hiyo level. Then baadaye ndo unaandika ile level yenyewe, ile level husika. Kwa hiyo unaona hapo kutoka mwaka 2020 hadi 2022 hapa level yetu ilikuwa ni advanced certificate au certificate. Tunaweka sawa kidogo kwenye uandishi hapo ikae vizuri, isomeke sawa. Certificate of Secondary Education Examination, wenyewe wanasema examination, wanaita kwa lile jina moja, wanasema ni ACSEE. Kwa hiyo tunaiandika hapo. Then je, hii umesomea wapi? Umeona hapo, umesomea kwenye taasisi au kituo, tuseme skuli gani? Kwarara Secondary School. Kwa hiyo unaandika ile Kwarara Secondary School. Tuna ignore line, tunabonyeza right click hapo, tunakuja kwenye ku ignore line ili mambo yakae vizuri sana. Tuna ignore all pale. Hivyo hivyo ukihitaji kwenye level ya ordinary level, nayo unafanya katika hatua hizo hizo. Unaanza kuandika mwaka, yani ile miaka kutoka mwaka gani hadi mwaka gani kwamba umesoma ile ordinary level yako. Sawa? Mwaka gani hadi mwaka gani, alafu unaandika ile level na taasisi au ile sehemu ambayo umeisomea au umeichukulia ule ujuzi wako. Kwa kuwa tumeshaandika au tumeshaona huko juu namna ya kuandika, tupunguze ukubwa wa hii video. Kwa hiyo nitakuwa nimeshaziandika zote tayari moja kwa moja, nitaziweka tu tuzione hapo. Hivyo nitarekebisha baadhi ya sehemu ili kuhakikisha uandishi wa CV yetu unakuwa uko vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaupanga vizuri, na kama unavyoona hapo level yetu inaonekana. Maanake tunaanzia kwenye level ya juu katika kuandika education background na tunashuka katika level ya chini. Maanake tumeanza kwenye degree tukashuka moja kwa moja kwenye primary ndo mwisho. Na ikitokezea labda unaandika CV yako au kwenye muda ambao unaandika CV yako bado unaendelea na masomo, kwa hiyo kwenye ile level ya juu ambayo ndo unaendelea na masomo utaandika pale kutoka mwaka fulani up to present,
Ukiandika hilo neno present, mwajiri anajua kwamba huyu bado anaendelea na masomo, kwa unataja ile course ambayo unaisoma katika muda ule. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana vyema sana, hakuna haja ya maelezo mengi. Bwana, nimemaliza hii kitu kama hivi. Nikwambie tu mpaka sasa tumeshajifunza namna ya kuandika curriculum vitae na tumeandika hadi kufika katika hatua hii. Kama bado kazi yako haujaisave, basi isave ili tuendelee kuandika katika hatua inayofuata kwa pamoja. Kwenye hatua inayofuata tutajifunza vipi unaweza ukaandika work experience. Usijali kama wewe hauna experience ya kazi, yani kama haujafanya kazi yoyote. Ukiwa nasi tutakueleza vipi unaweza kuandika work experience hata kama bado haujaajiriwa. Bwana, cha kukusihi tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV, karibu tena, bye bye.